Tuanza mwanzo. Alhamdulillah rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidi sallallahu alaihi wasallam. Tunabudi tena turudishe tena shukrani kwa Allah, Allah ambaye asaitu shukrani zote, kwani ndio mfanyaji wa yote, ndio mmiliki wa vyote na hatabi yote kwa lolote. Mtamlishaji ni yeye, uamuzi ni wake tu. Ulio utalia, ucheke utacheka, udhalilike utadhalilika, na kiamua tukuke basi utatukuka, kwani walillahi mulku samawati wal ardh walillahi ma fi samawati wal ardh walillahi junudu samawati wal ardh. Ni vyake Allah vyote vilivyomo mbinguni na ardhini, ni wake Allah ufalme wa mbinguni na ardhini, ni yake Allah majeshi yote ya mbinguni na ardhini. Uamuzi ni wake, wewe uletewe jeshi gani? Mafua, jino, mdudu wa kidole, sikwambii jeshi la ngiri, inawezekana ulie na nguo zivue zote mbele za watu walaone aibu yote. Wanawake wapo kwa kuchungulia, watoto wadogo wapo kwa kuchungulia, habari. Sikwambii paralyzer ni kupoza, midenda ya kutoka na mikojo ya kutoka. Huwezi mkono, huwezi mguu, huwezi mdomo. Upo tu hivi. Katoia mkojo bwana mmoja ikakoje vizuri. Kamaliza hospitali zote za hapa. Madaktari wakamwambia bwana, hapa tumeshinda, ni mwendo India. Ana gari yake nzuri ya kutembelea, ikabidi yule bwana gari iuze apate nauli. Kuangalia pesa hii yatosha kwa nauli na matibabu. Nyumba yake Karahani. Kwa Karahani kapata pesa kwenda India. Vijana akapiga simu kuulizia vipi, akaambiwa bado. Vipi bado? Siku moja alipiga simu, vipi? Akaambiwa alhamdulillah, leo kishaanza kukojoa. Watu wote nyumbani furaha, baba kishaanza kukojoa. Majirani wapita ona watu washereheka. Kaambia jamani, mbona hatualikani shughuli? Wajuao wakaambia hapana shughuli hapo, washerehekea mkojo tu wao, baba yao kakojoa India leo. Kwa hivyo mkojo ulinunuliwa kwa shilingi ngapi? Mamilioni ya pesa, wakati sisi tutakojoa hivi bure tu. Na ikasema ile mbegu ya uzazi haitoki kwa baba kwenda kwa mama mpaka ilishaingizwa vitu vyote vinavyohitajika: mikono, miguu, macho, masikio mpaka nyusi tayari. Na kikosekana kimoja tu kuingizwa, madaktari ulimwengu nzima hawana uwezo wa kumuingiza mtoto hata ukucha. Alizaliwa kijana mmoja alikosa sehemu zote mbili za siri. Madaktari wakaambia bwana, hapa tumeshindwa. Wakapambana hapa, wakasema tumeshindwa, mwendo wa India, apelekwa India. Kilichofanyika India, baada ya kuwa na tamaa ataingizwa hicho cha kuingiza, alipomolewa hapa kubavuni, kapitishwa mpira, uchafu utoke nje. Kwa hivyo kuonesha kwamba madaktari wa ulimwengu nzima hawana uwezo wa kukiingiza kilichoatwa na nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukitaka ufahamu Allah kidogo tu, basi nenda airport, tuna shilingi yako. Ukifika airport, shilingi rushe juu, bila shaka itarudi chini, wakati ambapo madege makubwa na mizigo ya paa angani. Halafu jiulize kwa akili ya ndani, ni ufundi wa mzungu ule, utajua ni uwezo nani? Allah. Ichukue tena shilingi hiyo nenda kwa custom, ukifika ingize tu kwenye maji. Itafanyaje? Tazama, wakati ambapo mameli makubwa na mizigo, hasa makontena kwa makontena yaelea. Halafu jiulize kwa akili ya ndani, ni ufundi wa mzungu, utajua ni uwezo wa nani? Allah. Na ikasema kwa Allah kitu kimoja chatumika, saidie upande huu mmoja faida, usaidie upande wa pili jeshi. Kwa hivyo hivi watembea na faida na jeshi kwa wakati mmoja. Jino kwenye faida utaliona, lakini kitumika kama ni jeshi la Allah, likipambi likuume utaipata, na mwisho utatoa pesa lifanywe lingolewe. Na maji kwenye faida vile vile paona, kikosekana mara moja tasikitika wote, lakini akitumika kama ni jeshi la Allah, mafuriko akiingia tusema wakati hata walewa kwenye miti au kwenye mapani, na moto kwenye faida tuona, ukikosekana mara moja tasikitika wote. Lakini ukitumika kama ni jeshi la Allah, sehemu ikiingia moto dakika 10 vitu viko wapi? Vimeangamia vyote. Na kitu kimoja kwa Allah atumia msururu wa watu. Mfano wa nazi itakotolewa shamba, aanza kufaidika mwenye mnazi, mkwezi, mwokotaji, mfuaji, mbebaji kutoka shamba hadi barabarani. Ikifika barabarani mwenye gari anachake, ikifika sokoni mchukuze itoe juu ya gari, aingize wapi? Ndani sokoni. Na ikifika ndani sokoni, dalali hapigi mnada kwanza mpaka achague michuma mitatu mizuri yake pembeni, ndio apige mnada. Watu wangapi hao wamefaidika? Wengi kwa kitu hichi kimoja. Na ukimaliza hapo, angalia wale wanaofanya kazi kwenye magari ya mchanga,
Yale magari makubwa ya maringi 12 yale, makonda ni wangapi? Wengi. Plus dereva plus tajiri. Pengine dereva ni dereva tu gari sha kwake. Na kila mmoja ana watu wangapi nyumbani kwake? Sasa uuzwe mchanga. Kwa sababu mchanga umetoa thamani na nani? Allah. Panunuliwe mahitaji kwa mchanga. Na baadaye angalia wanaofanya kazi kwenye magari ya mawe, makonda ni wangapi? Plus dereva plus tajiri. Sasa liuzwe jiwe kwa sababu jiwe limetoa thamani na Mwenyezi Mungu. Panunuliwe mahitaji yote kwa jiwe kwa sababu jiwe Allah kalita nini? Thamani. Ukimaliza hapo nenda popote sehemu inayovuliwa dagaa. Angalia timu iliyopo pale yote yasubiri nini? Dagaa tu. Kila mmoja mwenye fani yake. Anikae akapeleka Kongo sawa, au zae hivi sawa, kaangalia alimradi kila mtu na fani yake. Huo ndio uwezo wa nani? Allah. Na ndio maana bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafundisha masahaba kalima ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kwa muda miaka 13 yote. Utume wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni miaka 23, 13 yote kafundisha kalima ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kwa sababu alijua kifahamika kalima vizuri yaondoa hofu, shirki na kufuru zilizojaa katika nyoyo, ikaika ukubwa wa Allah tu peke yake. Yaondoa yakini ya dunia, ikaika yakini ya akhera, kwani wama alhayatu dunya illa mataa. Si chengine chochote maisha haya duniani isipokuwa ni starehe, tena si starehe ya maana yenye kupumbaza tu. Kupumbaza Kiswahili tunakijua. Akwambie tu dadako bwana mkubwa Bi Fatuma, akwambia hakutaki wewe, ana mchumba wake aliosoma shirika yuko nje Ulaya, ndio aliopanga wenyewe waoane. Wewe akupumbaza akikulilia vyako tunakalambia hasa mkwambie kama una akili kwa Bi Fatuma enda tena. Wendi. Vile vile kalima yaondoa yakini ya mali, ikaika yakini ya amali peke yake. Mali iweze kukuacha au kaiacha. Historia ikaonesha ukinywa cha Nairobi, Kenya, walala hapa. Lakini mwisho onekana peleka mikono kwa wenzako. Wafanyaje? Waomba. Mali iko hapa, ilishakuacha. Au uko vizuri, ukaondoka tu ghafla. Ukaacha vyote kama walivyoondoka wengine. Wengine waliondoka vile vyao utatumia sisi. Ile boti ya Zanzibari, ukifikiria mwenyewe alikuwa nani? Alikuwa? Bana Turki. Bana Turki yuko wapi sasa hivi? Alishakufa zamani. Meli tunatumia, boti tunatumia sisi sasa hizi. Mfahamu mzee. Kwa hivyo inawezekana uko vizuri ukaondoka tu ghafla, ukaacha vyote ukatumia wengine. Vile vile kalima yaondoa hofu kwa viumbe, ikaeka hofu kwa Muumba tu peke yake. Huna haja kugombana na wenzako, kunipa shetani, kunipa jini, kunifanya uchawi, hapana. Wajua la haula wala quwwata illa billahi la hadiyul azim. Sasa wangu atukufu, lengo hasa la kuletwa kwetu hapa duniani ni kuzisaka radhi za Allah. Kuzisaka sikutafuta, na tofauti ya kutafuta na kusaka. Wewe ukatafuta kitu ukioni ukaacha, basi bwana nitatafuta baadaye au basi hasa. Lakini kusaka, wakitoka wakati huo wanaume na mbwa wao wakali wakenda porini kusaka, na mbwa mbovu ambaye hana mafunzo vizuri ya usakaji afungwa, asifuate timu. Aidha aweza akauliwa au akaharibu plani, akauliwa. Sasa wewe tumbili unkamate vibaya, pigwa dharuba moja tu mbwa, kalala chali, au akaharibu plani. Yule abweka kuelekea huku, namba wenye uzoefu ajua nyama yuko huku, wote wafuate huku. Kumbe yeye abweka kwa oga ndio akimbia. Kaharibu plani, hajaribu. Kaharibu. Hivyo lengo la kuletwa kwetu ni kuzisaka radhi za Allah. Na radhi za Allah hazipatikani mpaka ipatikane hidayah kwanza. Hidayah haipatikani mpaka ipatikane dini kwanza. Dini haipatikani mpaka ipatikane juhudi ya dini. Vilipofanywa juhudi vyote vilifahamika. Coca-Cola dunia nzima vilikana. Zantel, Tigo, mabango yalienea mote. Feitoto, Maele, Diamond, vijana wote wajua hao. Mfano Diamond apige upande huu, mpira uoneshe upande huu, na Azana usome upande huu. Vijana wengi wenda mpira na Azana, mpira na Diamond ni msiba semsiba. Kama wajulikane hawa, sijulikane Mwenyezi Mungu. Wakati Mwenyezi Mungu mwenyewe asemaje? Wallahu alladhi la ilaha illa huwa arrahmanur rahim almalikul qudus assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القبيض البسيط رفيع المعز المذل والسميع البصير الحكم العدل
Latif la khabir la alim la adhim la ghafur shakur la aliyul kabir la hafiz mukid la hasibu jalil raqib mujib la wasiul hakim wadud majid baithu shahidul haqq wakil matin wali hamid muhsi mubidi muid muhil mumit الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر مقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الولي متعالي البر التواب منتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام مقسط جميل غني مغني منيع ضر نافع نور الهدي البادئ الباقي الوارث راشد الصبور جل جلاله والله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم walillahi al-asmaul husna fadiuhu biha. Zingu asema na majina mazuri mazuri tumuombe kwa kutumia hayo majina yake mazuri. Kipatikana juhudi ya dini ndio itakaozaa dini kamili, kipatikana dini kamili ndio itakaozaa mafanikio hapa duniani, kaburini na milele kesho akhera. Bila kuingia dini kamili katika maisha yetu hakuna mafanikio yote yatakayopatikana. Nikasema siku ya kiyama zitapima amali zote mbili, nzuri na mbaya, ionekane ipi yenye nafasi. Ikipima mzuri imefanikisha milal faizina tena fauza na azima, lakini ikipima mzuri imefeli, mashaka ndo mengi, ndo kushaumia. Lakini nikasema hakuna mizani ya kupima radhi za Mwenyezi Mungu. Radhi za Mwenyezi Mungu hazipimi wala hazipimiki. Imefananishwa radhi za Mwenyezi Mungu kuwa nayo basi kidunia ni sawa na kwamba una kile kitambulisho cha Zanzibar ngazi. Utakapopita popote panapohusika ukionesha tu ambapo apita ni sawa na msafiri kama una tiketi halali. Ukionesha tu kwenye chombo ambapo apita. Na ndio maana masahaba radhiallahu anhu wakakimbilia kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu mapema kuliko kitu kingine chochote. Na ikasema siku ya kiyama zitapimwa amali zote mbili. Ikasema kwamba elimu ni sanadira kuonesha halali haramu, faradhi sunna, haki batili. Sana gari umewashata kuonesha shimo hilo, lakini wafika kwenye shimo wafunga breki, gari hina breki na shimo kushalifika, utafanyaje? Utaingia. Lakini ikasema imani ndio breki, wafika haramu wageuza. Na ndio maana kwa msiba mkubwa yaweza ukasikia mwalimu wa chuoni kabaka yuko wapi? Jela. Elimu alionayo ni nyingi mno, lakini nguvu yake imani imekwaje? Ndogo. Nikasema hivi tulivyo sisi ni madhaifu mno. Akasemaje Mwenyezi Mungu? Billahi minash shaitani rajim. Ayahasabu al-insanu ayutraka suda alam yakunu tifatan min mani yumna. Sisi tatokana na mani ni uchafu. Hakuna hata mtu mmoja aweze mkononi akisema atakarambe kidogo tu. Au yupo? Na njia zote mbili tulizopita ni chafu. Ya baba ni chafu, ya mama ni chafu zaidi. Bwana mmoja asema, nashangaa sana mtu ambaye kapita kwenye njia mbili za mkojo akatamba. Wewe upite kwenye njia mbili za mkojo utambe nini? Na ukipinga hivi tu kwenye pua matoka nini? Mafua. Mafua ni uchafu. Ukijichokora mashikioni tumatoka uchafu. Ukisinzia tu mdomoni na machoni, mitongo na midela ni uchafu. Ukifanya kazi ngumu tu mwili nzima atoa mijasho ni uchafu. Mbali hiyo mitundu mingine mikubwa, wewe utafuata kutizama huwezi. Unachakutamba hapo. Atakayesimamia dini tu ndio ana nafasi maalumu, lakini kama huna dini, sosi mchafu, umechanganya na uchafu mwingine wa wizi, wa uongo, wa zina, utakuwa vipi? Utakuwa chafu kogi hasa. Na ikasema takwimu ya watu wote ulimwengu nzima kwa hivi sasa ni bilioni 8. Kwenye bilioni 8, bilioni 6 total so Islam. Bado bilioni 2 ndio Waislamu sisi, mashaka matupu. Ukipigwa mchujo leo hakika hasa wafikiria tabaki wangapi? Ni kidogo mno. Na ndio maana ikasema siku ya kiyama makundi ni 73, 72 yote motoni. Bado mangapi? Bado moja tu. Ni msiba mkubwa kama watu wote hao tasubiri kundi moja hilo. Atakaopita ni rehema ya Mwenyezi Mungu kubebe basi. Nikasema anachoangalia Mwenyezi Mungu zaidi ni ule muhanga wa mtu, si kanzu. Hizi kanzu sisi tutasalia, wenzetu atachelea msewe na kibati ndio sare zao. Tena wakata mabuno hasa, kila mmoja atakasifa hasa. Na ndio maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema takwa hahuna, ucha Mungu kwa hapa moyoni. Na hivi kidunia uonekane wewe upo tu barazani pako. Walala ukiamka tufanye kazi yote, lakini misamaki mikubwa ikipita ununua wewe. Mijogoo mikubwa ya kupa ununua wewe. Utaacha aswaswe zako. Sema mtu ana huyu kama si mwizi huyu, basi auza unga tu.
kuna vingine. Lakini alfajiri umetoka, rudi saa 3 za usiku, mara boti kitaka kama Tanga ulikwemo, gari kitaka ilipinduka Mbeya ulikwemo, nani atakayepilia swasi kama mwizi? Na ndio maana kwenye vita vya Uhud walikufa Islamu 70, 62 Ansari, 8 Muhajirina. Nataka kujulikana mbona difference ni kubwa 62 kwa 8 kulikoni? Ikasema Mwenyezi karidhika na muhanga aliofanya Muhajirina kuacha mali zao zote Maka, wakamfuata bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Madina, hawana lolote, hawana chochote. Karidhika na muhanga wao, ndio atakufa wao wamekufa kidogo. Na ikasema hii hidayah tuliopewa sisi tushukuru mno. Wajajikuta kilaini tu Muislamu. Tumuulize Sayyidina Bilal bin Rabah radhiallahu anhu na Sayyidina Habab vipi aliupata Uislamu. Sayyidina Bilal achukuliwa bwahuni kutoka kwenye vijiwe, pewa bakora, piga mpaka achoka muhuni, pewa mwingine mpaka apiga mpaka achoka, mwingine mpaka achoka. Akishikilizwa vipi asema ahadi, Mwenyezi Mungu ni mmoja. Wafikiria twende kuasia hivi saizi upige bakora 2 Tusharitaji. Mtihani. Tushukuru hidayah tuliopewa. Na ndio maana ikasema Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam alimwombea babake hidayah kwa Mwenyezi Mungu na hakupewa babake hidayah. Nabii Nuh alayhi salatu wasalam kamwombea mwanawe aliyemzaa mwenyewe hidayah kwa Mwenyezi Mungu na hakupewa. Au aache Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamwombea hidayah ami yake aliyemlea kwa tabu kabisa na hakupewa ami wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hidayah. Hidayah tumepewa sisi na hidayah wengi wetu tuichezea ngoma. Ami wa bwana Mtume kafa si nani? Si Muislamu. Na ndio kwenda dipu zaidi kielimu amesema wale maana wa bwana Mtume tu walikuwa 12, waliosilimu ni 2 tu, 10 wote hakusilimu. Hamza na Abbas. Ikasema kwamba hatoingia mtu peponi ila manata Allah bi kalbi salim, isipokuwa atakayekwenda mbele ya Mwenyezi Mungu na moyo uliosalimika na mashaka yote, si mwizi, si mchawi, si mwokozi. Ikaulizwa huo moyo huo hivi sasa uko wapi? Ikaulizwa huyu paka kikawaida azaa watoto ngapi paka? Wengine walisema 5, wengine 6, na mbwa akasema zaidi ya hapo, zaidi ya 5 6. Kasema haya mbona hawaonekani paka na mbwa mitaani kwa wingi wakati wa dhalua wengi? Bora ng'ombe kila mwaka dhalua moja na nyama siku zote iko, kwa nini? Walipochunguza wachunguzaji wakasema kumbe paka na mbwa wauliwa tu hivi hivi. Mtoto akimwona mbwa ajiwe, paka ajiwe. Na huyo paka kikikosa tu kitoe chako mara 2 tu, ilo gongo utakalompige hilo, atembea azunguka siku 2 3 hapo shakufa. Ilicheza vijana wawili timu zao, mmoja timu yake ikafungwa. Yule bwana akasema nitajificha msikitini na nitanifanyia shindise. Ile kuondoka tu bao la pili hilo. Mwenzake akasema kena msikitini namfuata huko, akamfuata. Alipofika akashakaa safu, naye kajisekeneza pale pale alipo yeye. Akapata nafasi kwa tabu. Kwenye tahiyatu akamuonesha vidole viwili kama kuchapigwa 2. Vipi? Pana moyo salimika, pana sala. Mwingine timu yake ilikuwa inacheza nje. Yuko kwenye safu msikitini. Kusikia zogo tu nje, aliruka hapo limo. Ndio limo goli. Pana sala. Imamu mmoja alisalisha, kasikika kaganda. Inna akakumusha inna tenaka, bado inna karukia kulu Allahu kumaliza. Alipomaliza akafuata, vipi mtu mzima? Akamwambia mwanangu wewe acha tu. Leo nyumbani toka asubuhi hakujapikwa chochote, maana hakiko. Vijana aliporudi shule wangewa kisa nini tunajirani. Hivi sasa nafungua sala, Bilisa anambia wewe sali, pako hakuna sukari, hakuna mkate, hakuna chochote. Vijana wa Shamu wale watakula wewe ndio chakula chao. Nitafuta sura hiyo hapa. Akapigwa tashkili pale, akapatikana vijana 3, mmoja akasema bwana mimi kila mwezi nitampa imamu 1,500. Na mwingine akasema na mimi nitampa 1,500. Mwingine akasema mimi nitampa 200. Zikapatikana 500 mwezi wa mwanzo, imamu kapigwa 500. Atiririka tu, hakuna ina tena. Mwezi wa pili watu wote msikitini hatukubali bwana, achukua pesa na bure tu hatukubali. Wamemfukuza imamu. Wakachagua wao watakaye. Kuchagua wao watakaye, wakafuata Fadhili. Bwana yule tushamfukuza imamu, sasa imamu ni huyu, pesa mumpe huyu. Fadhili akasema wewe hata shilingi hatumpi. Tafutani pesa zenu mumpe imamu wenu. Wamfukuza yule kwa ufisadi tu. Hatumpi hata shilingi. Haya moyo salimika hapo. Vijana wawili walifuatana safari moja. Kufika njiani akakutana na bwana mmoja ambaye ni tajiri hasa. Akauliza vijana wangu mnaenda?
Sema tuna safari kumwekuna. Basi naomba mwageni wangu leo. Wakitikia naomba mwageni wangu. Wakitana pembeni wakavipi mwanangu sema siku yetu leo twende bwana tukacheze mambo kwa mtu nzima. Kama mheshimiwa tuko tayari. Sema sawa basi katika ugeni utakuwa na muda wa maombi. Mtu wa mwanzo akiomba kitu kimoja, wa pili nitampa vili hivyo hivyo alivyoomba mwanzo. Akiomba tu gari wa mwanzo, pigwa mprado wake lakini wa pili miprado miwili. Umefahamu? Kaambiwa sawa, twendeni. Kufika amepigwa msosi wa nguvu kwanza. Wakaamba laleni mpumzikeni hasa. Mpumzika hasa. Baada ya muda tajiri kaja kwanza. Jamani haya mkeni muda maombi tayari Muda maombi tayari hapo sasa. Anza wewe, anza wewe. Anza wewe. Kila mmoja hataki anza. Ajua akianza atapata moja mwenzake atapata mbili. Tajiri jamani fanyeni kuna pirika nyingine tutakatufanye. Yule mmoja akasema kama niache subiri niache. Cha mheshimiwa na kwamba unitoe ili jicho moja hili. Ili mwenzake atolee yote mawili. Yeye yuko tayari aoneone hivi hivyo kwa tabu kwa jicho moja lakini mwenzake ndo afya hasa. Pana moyo uliosalimika. Hiyo ndio hali tulionayo sasa hivi. Uko tayari nafasi uike mguu lakini mwenzako asipate. Nikasema lingine tatakiwa ujiangalie moyoni wako ile nafasi ya Mwenyezi Mungu, mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwenye moyo wako yana namba gani? Ikiwa kuna kitu akipenda zaidi kuliko yeye basi imani hiyo bado. Itakapokuwa vyovyote pia huwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu yawe namba ngapi? Namba moja. Hiyo ndio imani hasa ya uhakika. Na uangalie ile hofu ya Mwenyezi Mungu moyoni mwako ikoje. Ikiwa waweza fanya lolote tu utakaloabua tu haramu piga tu upatalo piga tu hakuna kuchagua. Hofu hiyo bado. Mpaka ile hofu ya Mwenyezi Mungu iwe zaidi ya hofu ile unaomwogopa askari. Askari ukimwona tu kwanza anza kushtuka askari. Mpaka apite tena mchungulie kwa nyuma. Sapita. Kwa hivyo iwe zaidi ya hofu kama ile. Na tufahamu ya kwamba yaliyofanyika, yanayofanyika hivi sasa na atakaofanyika baadaye, mfanyaji ni nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hata kama kuna muonekano wa msaada wa kibinadamu, ule msaada umeletwa tunao. Lakini mfanyaji original ni yeye mwenyewe Allah. Na vile vile tunatakiwa tufahamu vizuri sala kwani salatu imadu dini, sala ndio nguzo ya dini. Atakayesimamisha sala kasimamisha sala. Atakayesimamisha na kama fakada kama dini. Atakayesimamisha sala basi kasimamisha dini na atakayevunja sala basi kavunja dini. Salatu sala ikasema ni mawasiliano baina ya mja na nani? Mola wake. Na ndio maana masahaba radhiallahu anhu ilipoteremka tu amri ya sala basi walifurahi mno na wakasema sasa basi hatuna haja kumomba mtu. Tunamwomba nani? Allah peke yake. Na kweli rakata mbili ziliwatosha. Ingia sahaba msikitini kasali rakateni kumaliza huyo katoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza masahaba, "Majua kaja kufanya nini?" Masahaba wakajibu, "Mwenyezi Mungu na mtume wake ndo anajua." Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, "Basi kajaomba chumvi kwa nani?" Kwa Allah. Wakati sisi chumvi tuomba kwa nani? Kwa majirani zetu. Sahaba mwingine kina nyumbani kwake kamuuliza mke wake, "Vipi kuna chochote mpango wa chakula?" Akamwambia, "Hapana." Akamwambia, "Asante. Sasa jitie udhu vizuri, usali rakateni. Na mimi nenda msikitini kusali rakateni." Bwana kumaliza rakateni karudi kunong'oneza mke wake, "Kuna chochote?" Asema, "Bado." Ambia mke wangu, "Tulia, jitie udhu vizuri." Yeye karudi tena msikitini. Kumaliza karudi tena kunong'oneza, "Kuna chochote?" Asema, "Bado." Ambia mke wangu, "Hebu tulie, una wasiwasi gani?" Yeye karudi tena msikitini. Mara tatu kutokeza tu akamwambia, "Bwana mkubwa, njoo pita ndani tutazame ukumbini kuna kijiwe cha sagaunga wafikiri ni mashine." Na mwanamke kashajaza vyombo vyote pale nyumbani. Mwanamume alipofika akababaika. Sasa jamani kijiwe hichi kina nini huko nyuma? Akinyanyua kugeuza nyuma kuna ngano nzima imeganda. Hata kuchunika vizuri haijatunika. Ndio unga wote aliokusanya mwanamke. Akichukua kijiwe moja kwa moja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia, "Rasulullah angalia." Akamwambia, "Baba kuchaharibu. Kama hujafanya haraka kutaka kujua siri ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ngano moja hiyo tungetumia sote na tusimalize." Ni mfano wa kisima kwenye mtaa tumia watu ngapi? Ni wote tu. Na kama skaskati maji yamaliza, hayamalizi. Kwa hivyo huo ndio uwezo wa Mwenyezi Mungu. Ni mkubwa mno wala hauna mfano. Lakini ikasema sisi yale mawasiliano tumepiga wrong number. Wrong number mpato mpigaje? Ikaelezwa kwamba yule ambaye atakwenda kujisaidia chooni
na suruali yake hii ya mbano, akavua nusu akajisaidia. Kwa staili ile mkojo haumalizi. Na ajitizame mwenyewe akisimama tu sawa, akuta mkojo afanyaje? Washuka teremka. Kwa hivyo ina maana kama mkojo ateremka kasali na nini? Na najisi. Kama kasali na najisi sala ipo? Haipo. Ni wrong number, si wrong number lobi. Wrong number. Kwa hivyo alipochunguza tumuzaji akasema wengi ya sisi hatuna elimu ya sala, tunasali tu. Na ukimwambia mtu baba tusome, anasema nisome niweshe na sijabadila mambo yangu. Kumbe asiogope bure, kwa sababu ushe mweza soma atumia. Ushe akapo watu wangapi? Wawili au mmoja. Nafahamu mzee. Kwa hivyo kikweli umuhimu ni kusoma, hatujachelewa. Na elimu ni mali, elimu ni nuru. Kwa sababu hujasikia tangazo ulimwengu mzima likitolewa, watakiwa watu wajinga sosoma kufanya kazi sehemu. Au nani kasikia tangazo hilo? Likitolewa tangazo watakiwa nani? Wenye elimu. Bwana mmoja alipewa barua iliandikwa kill him, not let him go. Muue usimwache akenda zake. Kufika njiani kaifungua, kaisoma, kumbe bomu. Hajabadilisha chochote. Kalamu yake anayo katoa kill him not, kati ya kikoma. Usimuue, kwa hivyo let him go, mwache ende zake. Kaifunga vizuri, kaipeleka kwa bosi, bosi kafungua kasoma, kampa sedido wake kasoma, kaitwa akapigwa mabega, baba asante, karibu baba kumbe alikuwa auliwe. Kwa hivyo elimu itabaki kwa mali tu. Elimu itabaki kwa mali tu. Kuna maneno hadithi kwanza ilisema atakayediriki rukuu kadiriki rakaa. Ukaje imamu kwenye rukuu, ukimpata pale na umempata. Lakini hadithi nyingine ikasema yule ambaye hakupata sura Fatiha akisoma hana raka ile. Akauliza kwa nini? Asema kwa sababu adhana ya zini wacheza bao aisikia, pakimiwa yeye acheza bao, ajambio tu Allahu Akbar Allahu Akbar. Basta hiyo ukipata ipata. Na kuna maneno madogo ukiona, kuna khafu na kuna kiafu. Wasomi wakasema hakuna kiafu hasa. Kiafu ni hekima ya walimu wa zamani. Wakasema mtoto mdogo akiambiwa khafu halafu kafu kubagweta kwa vipi? Shida. Kwa wao hii kafu wakaita kiafu. Wakajua akiwa mkubwa atabagua. Sawa na mtoto mdogo amuuliza atakashi, wataka nyonyo, wataka nyamu. Haya, nenda wewe mtu nzima uambiwe nyamu yako ile pale na kufunikia kwenye kawa pale. Utaona vipi? Umefahamu? Hivyo ni kwa hali. Kwa hivyo wakasema kama kiafu iko, haya tuatia irabu. Kiafu iko na tuma kiafu la mq, la msekinel, kul, hakuli itasoma kabisa. Kiafu sekinechi itasomeka vipi? Na pale Kojani kuna misikiti miwili wa kafu na kiafu. Ukifika kama ungeni uliza njomba wewe wapi? Ukafu kiafu. Ukiwa ukiafu utawaeleza mimi kiafu akwambia haya msikiti wenu ule kule utakuta kiafu nzio au ndio yake kiala. Kwa hiyo tutatakiwa tusome, tena tusisome pamoja, tuzunguke hasa. Hapo utapata hili na hapo utapata hili na hapo utapata hili. Utaika pamoja utakompare. Huyu na huyu na huyu aliye sahihi zaidi ni upi? Utapata kitu cha kutumia. Na ndio maana kijana mmoja alimwambia babake, baba nataka nisome lakini sina pesa. Na baba mtu akamwambia mwanangu na mimi pesa sina. Lakini baadaye baba akakumbuka anaangamia atatu, akamwambia achukue ukiuza, ukikodisha, utakapofanya vyote na hakika utapata elimu japo kidogo. Kijana akafurahi, kachukua ngamia wake huyo kila nchi nyingine kutafuta mwalimu. Kampata mwalimu, naomba unisomeshe. Akaambia sawa lakini na masharti yapi? Neno moja ngamia moja. Kaitikia neno moja ngamia moja. La. Ni ghali lakini kabila na hamu ya kusoma basi niko tayari hivyo hivyo. Akaambiwa haya lete ngamia mwanzo. Kupeleka ngamia mwanzo akaambia usihukumu kitu ambacho huna elimu nacho au huna ushahidi nacho au huna uhakika nacho. Usikihukumu hicho. Asije mtu akakwambia bwana rafiki yako leo kakutukana na ukaenda ukagombana naye mpaka upate ushahidi hasa. Pengine yule mtu alijua marafiki hawasubiri na wafanyishie, akakwambia bwana mkubwa rafiki yako kasema hizo nguo vazo wewe na za mkeo na za watoto wako na kijio yeye ndiye aletaye siku zote kwako. Wewe upo tu kama boya. Wafikiria ukiambiwa hivyo ni kesi. Akauliza ndio ngamia mwanzo kenda hivyo. Akauliza tena atakatena kusoma ndio lete ngamia mwingine. Kupeleka ngamia mwingine akaambia utakapofanywa hisani urejeshe hisani. Haja zao ni hisani ila ni hisani, malipo ya wema ni wema mpaka dunia itamaliza. Hiyo ndio formula. Lakini leo tumeharibu wafanywa wema walipa nini? Ubaya. Kaja mtu kukuomba bwana
naomba uniazime pesa. Akamwambia za kwangu hata binafsi sina, lakini kuna pesa nimewekewa amana. Baada ya wiki mwenyewe ndio yuaja. Vipi? Wiki mbali, mimi siku 3 tunasarudisha mpe utidhabu. Wiki amalizika, mwenyewe yuaja kutaka pesa zake ziko hapa. Hasipu, abidi usumbuke kunitafutia. Na wewe hapa baada ya yule aje yeyote mwingine na shida, vipi? Wampa tena? Humpi. Ina maana muamalati ule umekatika kwa sababu yeye mtu mmoja. Akaulizwa tena, baba ataka tena kusoma? Akasema ndio. Lete ngamia mwingine. Akapeleka ngamia mwingine, wa mwisho huyo watatu. Akaambia utakapokuta watu wafanya heri, jumuika nao, saidiana nao, shirikiana nao, siwapite tu. Wakuta watu wachima mtaro, jamani vipi? Tunataka tuvute maji, saidia. La kwanza utakuwa shareholder. Shareholder ni kwamba watu wote watakaotumia maji hisabu na wewe utafanyaje? Utapata. La pili, kama utataka uvute maji pale nyumbani kwako, ukiomba tuwazime, na mimi naomba nisogeze maji kidogo, vipi? Atakataa? Hawezi kukataa, atakuruhusu tu. Lakini umepita na ujeuri, umekabia na miwani, jamani na nyie mchi kishimba mishimo, utatuangusha na nyie na ujinga wenu. Nyie vipi? Kwambia bwana tusamehe, haya siku atakaovote maji umekwenda bwana, na mimi nataka nisogeze maji kidogo pale. Wafikiri atakubali? Takwambia bwana mkubwa, kama hujui ule mpira wenyewe ni mwembamba, si hautotoshi vizuri. Wataka maji mainline yuko kule, kachukue. Mainline ni pira la milioni nzima unayo, wakati pale nikipande tu cha kuokota. Akaulizwa ataka tena kusoma, akasema ndio, lakini sina kitu tena. Akaambiwa karibu, elimu ni mali baba, ipatikane bure. Akajipangusa huyo akaondoka. Bado ana hamu ya kusoma, kenda mji mwingine kutafuta mwalimu, kampata. Mwalimu, naomba nisomesha. Akaambiwa hapo utasoma bure bila masharti yote. Kweli akasoma, akapata elimu nyingine. Siku moja akaja watu wa mji mwingine kumfuata mwalimu. Mwalimu, tumekuja wajinga, tushakuwa wengi mjini kwetu, na sisi tunataka ukatusomeshe hasa huko, tumekuja kukuchukua. Mwalimu akamwita mwanafunzi wake, akamwambia baba, madaraka hapo utakuwa nayo wewe, wamenifuata hao. Akasema sawa. Mwalimu akaenda, lakini bahati mbaya mwalimu kaondoka peke yake, mke wake kamwacha. Siku zilipopita nyingi, mke wa mwalimu akamwita mwanafunzi, njoo. Alipokwenda akamwambia mwalimu wako kaondoka zamani, najua mama hajadi mpaka leo, najua. Haya, nakuomba hichi kitanda cha mwalimu wako lale wewe. Yule mama hajakusudia kitanda mikunguni, alikusudia afanye naye ujinga. Kijana akamwambia mama, nilipoteza ngamia nzima kwa neno hilo, tutakapofanywa hisani urejeshe nini? Hisani. Mimi nilipoteza ngamia 3 kwa maneno matatu. Leo mwalimu kanisomesha bure. Kwa hilo utanisamehe, njoo. Kwa hili siji. Kijana kaondoka. Mama akasema madamu ukakataa huyu, aweza awaeleze watu wote mtaani kama mke wa mwalimu anataka kufanya ujinga, na pengine akija mwalimu wake afanyeje? Amuelezee. Mama likankondesha hilo. Muda mwalimu katokea. Alivyomuona akamuuliza, wewe ulikuwa unaumwa? Asema bora ningeumwa kuliko ulivyoniachia huyu. Hujaniachia mwanafunzi, kuniachia balaa tu. Kuna yeye kunitakamia fanana. Kageuza kibao mama. Mwalimu ketika tena kuna yeye kunitakamia fanana, tena katika mawili uchague moja. Ukaenda mwanafunzi wako kama ndio mpendaye mwenyewe, mimi niondoke nirudi kwetu. La nipenda mie basi ukaenda mimi, lakini yeye afanyeje? Aondoke, sitaki nikaene tena hapa. Mwalimu kamuuliza mke wake, bibi ataka afanye nini hasa huyu? Mwanamke kajiliza kwanza, anizalilisha mke wa shehe nzima. Sasa mimi nitakauliwe hasa. Mwalimu kasema dogo tu, tenda kupanga na wahuni. Bwana mko vizuri, kuna tenda cha tuko vizuri. Haya, mchimbe shimo kubwa. Mtu yote atakaye kuuliza kata mwalimu imemalizika, mumuue, mumfukie. Cheno hicho hapa vipi? Sema kinatosha sana. Asubuhi kijana katumwa, bwana nenda Mwanakwerekwe Mavane, nimewapa vijana kazi. Kufika msikitini pale karibu na Mwanakwerekwe Mubarak, kakuta watu wasoma zikiri. Akapita kwanza. Alipofika mbele kakumbuka, nilipoteza ngamia nzima kwa neno hili, utakapokuta watu wafanya heri, leo jumuike nao, shirikiana nao, usaidiana nao. Usiwapite. Wacha na mimi nikasome zikiri kidogo, kaingia kwenye zikiri. Uko nyumbani kwa vile yule mama ana hamu ile kijana afe ili ile siri ifichike. Kamuuliza mume wake, "Mwangu ile kazi kushefanya?" Amesema tawani toka asubuhi mpaka saa hizi saa 4 hajarudi, hivi kama tayari. Ngoja kahakikishe mwenyewe. Akaambiwa nenda. Mama kajipeleka mwenyewe Mavani. Vijana alipomuona tu akapeana saini, bana mzigo mzigo. Mama jamani, kaza mwalimu malizika. Akasema zamani mama njoo kague tu. Pigwa katafunwa moja tu pale. Kaangushwa, kauliwa, kafukiwa. Kijana kapiga zikiri kasema kiasi nimetumwa. Kutoka tu barazani pale kuta vijana rudi na mapauro yao. Mmoja ni rafiki yake kenda nongoneza tu, mtozima vipi? Kaza mwalimu malizika. Asema zamani kachakuja yule mama tushamuua tutamfukia mwanangu. Ni siri hiyo nakupa wewe tu kwa sababu mwenzangu. Katetemeka kwanza kijana.
Akasema kama si elimu niliyopata kwa ugali ningekuwa vipi? Nishakufa kabisa. Karudi kwa mwalimu. Mwalimu kumuona kashtuka, akasema huyu karudi. Mke wangu kashakufa. Tukamwambia baba, ndio kutilefate upesi urudi kwenu kuchahitimu. Huna haja kusoma tena wewe. Katiliwafate hivyo kinaombaya hapana fate amana hapo. Ilibidi arudi kwa ukweli. Kurudi kwao ilibidi apite kwa bibi yake mwanzo ndo karibu. Mfano atokea darajani, bibi yake akamagomeni yake afoni. Akasema wacha salimiane na bibi kabisa, akifika foni nipotike tu. Ile kufika kwa bibi, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum babu ni wewe. Imekuwa vizuri kutokea kwa sababu hayo mambo ya mke wako ametufika na roho tena. Akauliza haya bibi, mke wangu ana nini? Akaambiwa kuna mwanamke mmoja kulala na wanaume wawili kitanda kimoja, uliona wapi jambo hilo? Kisu chake anacho kakinoa pale pale, hajaga tena katoka tu. Alipofika nyumbani lango yenyewe ni wakumba, kakata kachungulia kweli watu watatu wamenyoka kitandani. Jisu mkononi kutaka kuchoma, akakumbuka nilipotenda ngamia nzima kwa neno hili, usihukumu kitu ambacho huna elimu nacho, huna ushahidi nacho, huna uhakika nacho. Sema nimwamshe mwanamke nimsikilize, mbona amelala watu watatu? Karudisha kisu kwenye ala yake, kamtukusa mwanamke. Mwanangu ni wewe, za siku za uko vipi? Kumbe hayupo hasa. Vipi? Naona mlala watu watatu. Kwambie nini vibaka anaongea mtaani. Huwezi kulala mwanamke peke yako, utabakwa. Ilibidi nende nyumbani kwetu nikachukue ndugu yangu huyu shemeji yako. Na ile mimba ulioniacha nayo ndio huyu mwanao, angewaua ingekwaje? Kumbe wale walikuwa wamlinda asibakwe. Huo ndio utukufu wa elimu. Mmoja ambaye yeye alikuwa hana elimu, alitoka nyumbani kwake magharibi, akaenda safari zake. Aliporudi fungua nado kafungua. Kuangalia chumbani, kitandani watu wamekumbatiana. Bibi kama bibi na bwana. Bakora lake akasema mwanamke kaja kufanya usheti kitandani. Bakora yake iko kitembeni kavuta. Tia bakora watu huwa. Mapumzi amempandia akasema akapunzika ukumbeni kwenye kochi. Ile kukaa tu kwenye kochi. Mama wangu vipi mbona nikalia? Mbona nikalia? Sasa vipi? Asema walikuja mama na baba. Nikaona wao tuapishe kule chumbani, sisi tutalala hapa. Kumbe aliwatia bakora na wakwe zake. Huo ndio ukosefu wa elimu. Inshallah tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie kila laheri, atuepushe kila jambo la shari. Fikia hapo, wallahu a'lam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.